Mzigo unaanza, mwamba yupo katika gari pale anapiga zake debe. Oya posta, mwisho posta. Kaja bidada akamwambia mimi nataka niende kema eneo ya posta. Akasema tunafika hii hapa, ingia huko ndani. Haya pale. Dereva anakaa analalamika tu, anamwambia oya vipi mbona uiti kwa haraka? Akasema hamna bwana, wateja wenyewe wanazingua. Hawaje, anakuja pale tozi moja. Wapi hiyo posta? Ingia ndani humo. Haya fresh. Oya wapi hiyo posta? Chuma kinaenda posta hiyo. Dereva anahangaika tu pale. Oya vipi mwanangu, mbona unachelewa tu kujaza watu? Hakuna bwana, abiria wenyewe wanazingua. Oya vipi bitozi? Wapi posta hii hapo? Dereva anaongea tu, yani unaambiwa dereva anaongea kama konda vile. Oya vipi wapi hiyo? Posta. Mara anakuja mbele pale, anambia dereva msubiri. Akasema oya wewe dada wapi? Mimi sina change. Oya mimi na hela kubwa tu hapa. Akasema wewe mimi sina change ujue. Lakini bidada akamtata, akaingia ndani ya gari. Yaani mimi siingie kisa na change, akili huna nani? Akapanda zake ndani ya gari pale. Huku mwamba anaendelea tu kupiga domo pale. Oya posta. Oya vipi wapi mwanangu? Posta mwanangu. Fresh mwanangu, mimi naingia huko nataka twende posta. Na kukumbusha kusubscribe channel ya Safe Calls TV kama bado hujasubscribe. Na kama tayari basi asante sana, tuendelee kufly pamoja. Haya pale. Haya safari inataka kuanza sasa, kukaribia. Anasema wewe mwanangu, klasi kama vipi tuondoke mwanangu, abiria yenyewe ndio hawa wanatosha. Akasema basi hamna shida mwanangu, toa chuma iko tuondoke. Lakini mwanangu msubiri basi hata bila mmoja. Akasema wewe vipi, acha tamaa. Sasa pale baadaye safari ishaanza hapo, anaanza kudai nauli konda. Yani safari haijafika hata mbele, yani mshikaji bitoza analalamika. Anasema yani mwanangu, safari yetu haijafika hata dakika 5 lakini konda kashaanza kudai nauli. Akasema yani hao konda wengine ndio alivyo. Tena usikute gari lao bovu ndio maana dai mapema. Hamna wewe, lete hela hiyo. Yani mshikaji anadai hela. Wewe kale lako nimekwambia scoop ya mtu wenyewe kwanza unaonekana huna change. Watu wanakaa tu pale wanaongea. Anasema haya na tumekupa hela, nataka change yangu. Hela yangu hii hapa nimekupa, nataka change yangu. Rudi shilingi ngapi? Nauli 300. Haya nipe sasa, nipe na change yangu. Akamwambia oya bitozi, lete basi nauli. Akasema wewe mimi sitoagi nauli, mimi ni staff. Mshikaji akaanza kuongea. Oya kuna mtu pale anakataa kutoa nauli, anasema eti yeye staff. Oya sisi hatujui ma staff toa nauli. Oya mimi sitoagi nauli katika magari, mimi staff. Oya mwanangu nitakuzingua ujue. Toa nauli, unajua sisi mafuta tunaikaje, mafuta yenyewe sasa hivi yashapanda bei. Toa nauli pale. Mshikaji kagoma kabisa kutoa nauli. Sasa gari limefika mbele bwana, gari limesimama, yani gari limepata itirafu pale. Si unajua tena magari yenyewe tu haya ya nini haya yanakupa mabovu asilimia nyingi sana. Haya mwamba akasimamisha gari pale na abiria wote wakataka kuanza kushuka pale. Si unajua bwana gari yani lishazingua, afu mwamba kashabeba ile nauli. Maana makonda anaanza kudai nauli mapema, wakijua kama vitu vyao bwana vieleweki. Oya dereva vipi mwanangu, wewe umesimamisha kama hapo? Oya wewe vipi, kani uelewi mwanangu? Mimi gari yenyewe lishazingua mwanangu, limepata moto sana. Kwa hapa hatuwezi kuelekea hadi nikachukue maji pale, afu maji yenyewe sijabeba. Wakaanza kuongea tu. Kwa mwanangu basi subiri mwanangu nikachukue maji pale, gari lishazingua sasa hivi. Mshikaji yule pale akasema shida ndio hii bwana, fursa yenyewe ndio hii. Yani afa walikuwa wananikazia, kumbe gari lao bovu. Nyinyi mnanikazia mimi afu kumbe gari lenu yenyewe bovu. Hamna kitu, mgari hamna kitu. Akasema wewe mbona kama hivyo sasa? Nisubirini basi dakika chache tu, naenda kuchukua maji tunaondoka. Akasema wewe hatuwezi tukasubiri sisi. Kama vipi mwambie uko ndeko tupe hela zetu. Tutakuzingua uje, tutakuumiza. Wewe tupe hela zetu. Yani unadai nauli mapema afu ile kumbe gari lako yenyewe wewe. Akasema hamna bwana, gari linatembea sasa hivi. Akasema tupe hela sisi, tunataka tuondoke pale. Wakaanza kumletea ugaigai pale, wanamletea ugaigai. Nipe hela yangu wewe vipi wewe? Yani mimi niko na shangaa tu, konda gani anadai nauli mapema. Nipe hela yangu. Hadi yule mwamba mwanangu alikuwa anajifanya staff alipolipa nauli na ikaona nafasi ndio hii, na akaomba nauli yake. Lete hela hiyo, lete hela hiyo. Akasema ondoka. Wewe vipi unataka hela? Alafu mtu wenyewe alikuwa na staff hatukupi. Akasema basi kachukue maji basi, ili gari bado kutembea. Haya pale kuna bidada sasa pale akatokea huyo bidada. Nani akataka konda akataka kumpa hela yake. Akamwambia hamna bwana, mimi hela sitaki, mimi nataka tu nipeleke posta, kwa sababu mimi kuna safari ya nje nimetoka, kwa nataka tu nipeleke posta. Mamba kana shanga, wewe hela utaki tena? Hapa yenyewe hela tunao kidogo, afu inatembeaje sasa hela utaki? Afu gari yenyewe lishapata moto sana. Kwa hiyo ile gari haliwezi kutembea ndani ya dakika lisali moja au mawili. Ile gari tunalijua si wenyewe. Kwa hiyo kama vipi tukupe tu hela yako au uondoke? Akasema hamna, mimi sitaki bwana, mimi nitasubiri hata lisali moja au mawili. Mimi nitasubiri tu, lakini mimi sitaki unipe hela yangu. Kwa hiyo hapa yenyewe usafiri yenyewe ni shida, hadi tena kwa stand ni mbali. Kwa hiyo mimi niko naomba tu hivyo niwasubirie na mtanipeleka hela yangu ndio hapo. Mwamba akashangaa. Kwa hiyo umekubali kabisa ni kusubiri gari, maana gari yenyewe linakaa sana. Mwamba akaanza kumuelezea pale sifa gari. Wewe gari letu ile mwanangu, sisi tunapiga rutu nusu tu hapa yenyewe. Yani unaona hapa yenyewe, hapa yenyewe kaenda kutafuta maji. Kwa hiyo hapa bado lisali moja mawili sisi tunaondoka. Yani nyinyi sishazoea, tumesha yetu ndio yale. Demu akasema basi hamna shida bwana, hata kama mimi nitasubiria tu hivyo. Akasema basi kama unataka subiria kaa basi hapo katika siti. Afu ile mwamba akajikisahau, akasema anataka kupiga debe. Akasema kumbe gari yenyewe lishapata moto bwana. Akasema basi tujuane, basi mimi naitwa Beti. Akamwambia vipi wewe unaitwa nani?
Akasema wewe unaitwa nani jina lako? Konda anaanza kushangaa naona mtoto mkali anambia mimi naitwa Hex. Unaitwa Hex, una jina zuri. Akasema mimi ni kawaida tu hivi tena unajua tena wakishua afu anaona mtoto mkali huyu afu ile mimi naelewa afu anaona mtoto anamjua kabisa. Akasema yani kusema kweli una jina zuri sana, yani mimi nimetokea tu kulielewa hilo jina lako na ile gari lenu ili mnafanya kazi. Vipi sasa kuhusu kazi yenu mnafanyaje? Ndio hivyo tu mama, kazi yetu yenyewe ndio hivyo tu Maseke. Akasema na hapo shingoni kusema kweli hapo chini yako mimi nimeipenda. Akasema chini umeipenda? Chini ya kigangsters unajua tena chini nilipata mbali sana. Kwa hiyo bibi dada akawa anacheka tena ile kama Konda kashatokea kumchekesha. Akasema kusema kweli msogea basi nitazame hata kidogo hiyo chini yako, mbona kama hivyo sasa. Mshikaji akawa anashangaa tu ile, anasema kusema kweli chini nilinunua $1.5 hiyo kipindiko tunaenda South Africa, si unaelewa tena sisi watu ile wako Madiba kule. Bwana acha bwana. Jamani, nakukumbusha kusubscribe channel ya Safe Calls TV. Visa kama hivi utavipata katika channel ya Safe Calls TV tu. Kwa hiyo naomba usubscribe channel hii ili mradi wa kwanza sana kujipatia ngoma hizi pindi zinapotoka. Bidada kaendelea pale anamwambia wewe vipi na zile eleni zako? Mimi nimezielewa hizo eleni. Mbona hata yenyewe eleni umevaa hizo eleni zangu? Hizo eleni zangu mbona zipo fresh sana hizo eleni zangu ninazo nilichukua South Africa hizi. Lakini hata yenyewe unazo sisi hapo eleni zako. Basi bidada akabaki tu ana fly yani Konda kama anamchekesha. Konda yupo tu akasema subiri mwenyewe nikae chini, akaanza kupiga stories hapa na pale. Lakini bidada kana mkishanga mshikaji Hex huyo kusema kweli hata kana maana ana nini jezi za Konda, lakini ile yupo vizuri sana, ni mchesha. Akasema vipi sasa kusema kweli kazi yenu mnafanyaje? Dada mshikaji akaanza kucheka akasema ni kazi yenyewe si ndio hizi tukipata 500 600 siku tunashukuru Mungu, tunaenda kula, tunalisha familia, yani maisha yetu yenyewe ndio haya, sisi tushazoea kusema kweli. Basi bidada akashangaa sana pale akasema kwa mmeshazoea kweli maisha haya? Akasema si ndio tushazoea, ndio maisha yetu ya kila siku, afu isitoshe maisha bila maisha haya sisi hatuwezi kula. Yani bidada akaanza kuelezewa pale kisa cha Hex. Basi bidada naye kidogo tena huruma ushamshika, unajua tena wanawake kwa huruma ni vitu viwili tofauti, yani dakika 3 tu ashaanza kusikia huruma kwa. Akasema kwa vipi sasa mimi kifono kama nikitaka kuja kuwapa kazi mnaweza mkakubali? Bidada we Hex mwanangu atakutupa kazi sisi utatupa kazi gani wakati yenyewe tushajikubaliana maisha yetu ndo haya tu, tukipata siku imetosha, tukikosa imetosha, ndo kama hivyo gari lishazingua. Kwa hapo yenyewe tunasubiri hadi gari litulie pale baadaye tuanze kupeleka bila. Akasema hamna bwana, mimi kusema kweli nyumbani kwetu sisi babangu ni content creator mkubwa sana huko YouTube huko, kwa hiyo naweza nikakufanyia mchakato uwe dereva wangu. Niwe dereva wako? Akasema unaweza uka dereva wangu. Sasa mshikaji akashangaa anasema mbona kama zala mentali linatokea afu kwa mjumbe yenyewe msela tu. Akasema kwa hiyo wewe kabisa unataka kunipa mimi kazi? Akasema ndio, mimi nipo serious kabisa nataka kukupa kazi. Mshikaji akaanza kucheka pale akasema kweli au unatania? Maana nyinyi watoto akishiwa nyinyi kutupa kazi watu kama sisi huaga mtuamini sana. Mimi nitakuwa tafuta watu huko waliomaliza ma advance huko machuo kikuu huko waliosomea dereva, afu nashangaa tu mimi hata mshikaji sijui kama hata leseni yenyewe anayo afu anataka kutupa kazi. Akasema ndio, mimi nimetokea tu kuamini nyinyi na mnaendesha vizuri. Basi akasema basi kwa hiyo kazi yako itakuwa hiyo kazi yenyewe unataka kutupa itakuwaje? Itakuwa tu yani hapa yenyewe utakupo tu unaniendelesha mimi katika shughuli zangu ninazotaka kwenda, kwa sababu mimi babangu ana hela sana, kwa hiyo tutalipa hela ya kwenda tu na mtatumia tu gari hili. Kwa hiyo usiwe na shida yani, wala msiwe na shaka, mimi nitawapa kazi na mtafaidi vizuri sana na nitawalipa mshahara mkubwa sana. Basi mwamba akabaki na gari yenyewe mtakalotumia ndio hili tu la kwenu. Basi wewe na yule mshikaji wako, wewe utakupotu na katu mlangoni na yule mshikaji wako atakupa na katu mule, dereva anaendesha gari. Akasema basi sawa, kusema kweli gari yenyewe ndio hili. Akasema gari ndio hili, si gari lenu, mimi nitawapa tu kazi ile na msinyangushe basi ufika huko. Akasema sisi hatutokuangusha dada, sisi kama ukiamua kutupa kazi na ukatulipa vizuri dada, sisi kazi ya ukonda tunaachana nayo. Kweli kabisa. Yani pale akaanza kupiga story pale, yani ikafika baadaye pale mwamba akacheka kabisa na fly. Mara pale bosi wake anatokea, bosi wake anaitwa Sabalo. Anaambia wewe vipi, mbona udada hujampa hela yake? Akasema kusema kweli udada ana bonge la kaofa, msogea kwanza nikwambie hapa ile ofa lake. Akasogea akasema sikia, udada ni wako ni wakishua na baba yake ndio yule mfanyabiashara maarufu sana na content creator wa YouTube, msanii maarufu sana. Akasema sasa udada akasemaje, udada anataka kutupa sisi kazi. Yeye anataka kutupa sisi kazi tuwe dereva yake. Udada anataka kutupa sisi kazi, anaweza kutupa sisi kazi? Anasema ndio, na udada kwao ni wakishua kweli kabisa. Basi akasema basi mambo poa, mzima mimi
mimi naitwa Sabolo dereva yake. Akasema sogea basi ningine kukwambia udada huyu kwao ndo mule katika ule mjengo mkubwa ule unakuaga pale kadi pale karibu na roundabout. Ndo mjengo ule. Ndo mjengo ule. Kwa hiyo anataka kutupa kazi, yani sisi tuwe dereva yake, tunampeleka na tunamrudisha. Akasema yani sisi ndio tunamuendesha. Akasema ndio, na gari yenyewe tunayotumia ni hili. Mama wewe, na gari linapopata moto hivi ndio muendeshaje? Kapiga konzi. Akasema yani gari linapata moto tukimuendesha sisi tunamchelewesha kazi zake. Akasema hamna bwana. Gari itatengenezwa hii bosi. Yaani usiwaza hapo yeye inabadilisha maisha. Akasema basi mambo tena, akamsalimia tena. Unajua tena wakishasikia mambo ya kazi pale, akasema wasikia sasa ile gari yenyewe nimesharekebisha, nimeshaika maji. Kwa sasa hivi naona kama gari ipo vizuri, kwa sasa hivi tunaweza tukaondoka. Akasema kweli? Akasema ndio kweli nimesharekebisha. Wao tena tumeshakaa kabisa karibia lisali moja ile. Akasema basi kama hivyo basi subiri tufanye mpango kuondoka. Akasema ndio kama hivyo basi, kama vipi wewe washa chuma hiki hapo, mimi nataka nimpakize mtoto. Unaondoka huko anacheka cheka tu, Beti na Hex wanacheka cheka tu. Anasema kazi nenda kupata kazi. Yaani bosi nenda kupata kazi. Yaani anacheka cheka tu, anasema basi kama vipi gari shawaka huko. Basi akamfungulia mlango pale, boss kwanza sasa hivi ni bosi wangu. Akamfungulia mlango pale, akampakiza pale. Yaani washaanza kujiajili hapo hapo. Mwamba kasimama pale katika mlango kama kazi yake. Sasa hivi ni konda, lakini sio konda tena kuanza kupiga debe. Yaani kumpakiza tu mtoto mkali ndani ya chuma. Na kukumbusha kubonyeza alama ya kusubscribe jamani, na kukumbusha sana ili mradi usizidiwe na vitu kama hivi, vitu vizuri kama hivi. Tupate wote, tufaidi wote jamani. Haya, Mwamba hadi anafika sasa, wanamfikisha katika mjengo wao. Yaani una mjengo mkubwa, wakamfungulia pale na mlango. Yaani washakuwa bosi pale, ghafla tu anatokea pale nje pale, anatokea pale security pale, anile anamsubiria ni nani aingie tu, anampa hela ya kuwalipa mashikaji. Akawapa basi kitinde kama cha milioni 3 hivi. Anasema hii hapo ni hela yenu na mtaenda kutengeneza gari ili mradi siku nyingine msihangaike sana, na siku nyingine atakaniwaya. Akasema basi fresh. Akaja pale Sabalo akamwambia mshite hela. Wewe vipi unashikaje hela? Mtoto mdogo akai na hela wewe. Akamwambia basi fresh, basi siku nyingine kwa heri. Akaanza kumwagaga. Akasema basi yani mtoto Beti akanacheka cheka tu pale, nikaona kashapata vijana fulani hivi amazing pale. Basi mshikaji akaana agaga tu pale, mara na ikamikato fulani, si unaelewa tena watoto wenyewe hao washaanza naona. Mwamba akatoa chuma pale, wakajichenga, lakini Mwamba mambo macho yote, yani kila muda tu anamwagaga tu mtoto, yani kama ile bwana sasa siku nyingine bwana. Bidada akajiandaa vizuri, anataka kuondoka, lakini atoka nje anatabasamu, anakuta vijana wake wamekaa, akampigia saluti bosi. Basi bidada akatoka tu anacheka, akampokelea pale, anamwambia bosi unaruhusiwa kuingia ndani ya chuma, yani vile washapata kibarua kwa nje kupata hela. Yani ndo style yetu ndo inakaribia kufika mwishoni jamani. Usisahau kusubscribe ili kupata muendelezo wa fiuba kama hivi, na kukumbusha sana. Haya bwana, pale Mwamba akampakiza pale bidada ndani ya gari, wakakaa pale. Mwamba tu anakaa na fly pale, yani muda wote, yani bidada yenyewe kawakubali kweli ya mashikaji, yani kileleolela. Tunaanza bidada anasugua ndoo pale, mara ghafla Mwamba anapita na kumwagiwa maji pale. Mwamba amekaa tu anakasirika, anamwambia wewe mdada vipi, mbona unamwagia maji kama hivyo? Unajua tu tuna stress gani tumwagia maji? Bidada tu anakazana tu kuomba samahani, naomba unisamee kaka yangu. Yani mshikaji haelewi, mshikaji bwana alikuwa anaitwa X, afu bidada anaitwa Beti. Bidada anaendelea tu, naomba unisamee, sijakusudia. Mshikaji anataka kuondoka, lakini kaudi tena samahani nisamee. Mwamba akasema basi siwe neno, kwa sababu ile mtoto ameniomba samahani, basi subiri niondoke zangu. Mwamba kaondoka zake, lakini sasa Mwamba kuondoka, bidada anaanza kujiuliza maswali. Yule mshikaji kaniacha tu hivi kibure. Anaanza kujiuliza maswali, yani kaachiwa, afu ile anaanza kuuliza maswali, akaanza kujiuliza hivi kaniacha kweli au atarudi? Ile msubiri kwanza nifuatilie alipoenda, inawezekana yule kaka yule yupo vizuri, maana sio kwa kunja mdomo kiasi ile. Basi bidada akaanza kumfuatilia pale, bidada Beti anafuatilia nyuma pale, mara mshikaji huku kuna mshikaji tunamdai hela zetu hajalipa hadi leo. Na kukumbusha tu kusubscribe channel ya Safe Calls TV kama ni mgeni katika channel hii, na kama ni mwenyeji basi asante sana kwa kusubscribe, naomba like na kucomment. Mshikaji anakazana pale, wewe tunakudai hela yetu una demo, afu kumbe yenyewe huko kaenda mahali huko na yenyewe na vimbiwa tu ile, yani kanyonya kapigishwa hadi magoti. Anataka kusema basi samahani, bidada anatokezea tu, anashangaa Mwamba kapigishwa magoti. Akaamua arudi kwanza avunge, maana sio kwa masela hawa. Bigi amemkolomea, Mwamba anamkolomea, yani anashikaji kweli masela. Yani wewe Mwamba ukija kukopa wewe unakuja kukopa kwa kazi, yani kwa huruma zote, lakini katika kulipa unakuwa mbishibishi. Huku bidada anachungulia tu, anasema mimi nikienda pale jamani, mimi sintaumizwa kama yule kaka mwanaume anafanywa vile. Yani wewe sikia sasa, yani wewe
kuingia mtungu wa vibwengo. Yaani unakuja kukopa kwa machizi boti. Wewe unanijua mimi? Mwamba anaanza kujitetea, samahani jamani, hela yenu nitarudishia tu siku chache, nimemwambia sasa hivi mambo hajakaa sawa, ila nikipata hela nitarudishia. Mwamba hataki kuelewa, anasema asikia, sisi tumeshakuvumilia vya kuchoka. Sisi hapa yenyewe tunakupa siku chache tu, yani tunataka urudishe hela zetu. Akasema basi samahani, mimi nitarudishia tu hela zenu. Basi pale Mwamba akainuka pale, ile kuinuka pale kinyonge sana. Akaanza tu kukaa pale na sura yake ya aibu pale. Mara pembeni pale tunakaa na muona bibi anatokea. Anaanza kumuuliza vipi bibi? Safi tu, kusema ukweli nilikufuatilia ndo nakaa hapa. Akasema mimi ndo nakaa hapa, lakini wale wenyewe mashikaji zangu tuko tunapiga story. Bibi akaanza kucheka, anasema huyu alipigisha magoti hapo ananidanganya. Anaambia usinidanganye bwana, mimi najua wale pale wanakudai hela. Basi bila basi mshikaji akasema ndio anadai hela, lakini mimi kusema kweli hela mimi sina ya kuwalipa. Sasa sijui inakuaje. Basi bidada akasemaje, sikia sasa mimi naweza nikakusaidia. Sasa Mwamba akaamini. Sasa mimi utanisaidia nini? Wale wanadai hela na kiasi unachonidai ni kama shilingi 800 hivi, niliwakopa miezi 5 nyuma, ila sasa nimeshindwa kurudisha. Sasa sijui itakuwaje. Bidada akasema haina shida, mimi uwezo wa kusaidia nao, wewe naomba tu niamini, kama unaweza kukubali nikusaidie, mimi naweza nikakusaidia. Pale Mwamba tu amebaki tu anacheka cheka, anasema bidada anisaidie mimi, akati mwenyewe pale kwa bwana sugua tu ndo yana ile chochote. Bidada akaendelea tu kumwambia, akasema wewe sikia, tatizo lako hutaki kuniamini, mimi ukiniamini kusaidia na leo Mwamba atakuwa akufuatifuati tena na kufanya vile. Akasema basi mwanangu, mimi nitashukuru sana kama ukinisaidia bidada, wewe kwa kweli sitokuamini. Akasema ndio hivyo, kikubwa kuaminiana tu, usinione mimi kwa sababu mwanamke na muda ule pale nilikumwagia maji ndio ukaona ile kama mimi siwezi ngakusaidia na siwezi ngatoa msaada wote, mimi naweza ngakusaidia na ile mshikaji akakuacha kabisa. Basi pale wakaendelea pale kupiga story na kukumbusha tu jamani, kusubscribe channel ya Safe Quality TV, kwa sababu channel hii ndio utajipatia movie pendwa kama hizi kibao. Yani kama hujasubscribe basi bonyeza subscribe, like, comment na kushare, na vile vile TikTok napatikana kwa jina la Safe Quality TV. Kwa hiyo pale usisahau pale kuifollow channel yangu ya TikTok. Pale Mwamba akaendelea na mwambie, sikia sasa bidada, wewe kama vipi wewe nenda, maana ushakuja ushaniambia kila kitu. Mwamba ataka kwenda magetoni mwake, afu na bidada bado anang'ania tu. Yani Mwamba akawaelewi. Basi akamwambia basi sawa, mimi nitaondoka, lakini sasa ndio kama hivyo nilivyokuambia, mimi nataka niondoke. Akasema wewe nenda tu, haina shida. Basi bidada akawa na gaga pale kila wakati, yani simuelewelewi, yani kama kuna kitu kashatokea kiona kwa huyo Mwamba, yani anaondoka kidogo anageuka nyuma, anasema mimi nitakusaidia tu usiwaze, umesikia? Yani mimi nitakusaidia na leo watu kuja tena, anamwagaga. Basi pale X anamwambia sawa, nimekuelewa, kwa heri. Bidada anafurahi. Sasa mimi ndo naondoka hivyo. Akasema ndio wewe ondoka, mimi ndo nataka niingie ndani hapa, kwa heri. Bidada anafika mbele pale, bidada yenyewe bwana ni mashallah kwenda. Bwana kesho yake pale tunamwona bidada katia mjingoni pale, kafika na kiasi cha 800 pale, anamkabidhi mshikaji kapolo na Masela anamwambia asikia wewe lete hela wewe. Wakaanza kuzikagua pale, wanaanza kuhesabu pale hela zao kibunda chao. Wanasema yani wewe unazingua sana, katika kukopa unakuja kwa furaha zote, lakini katika kulipa sasa ndo marejesho. Wakahesabu wakakuta 800. Akamwambia wewe hesabu vizuri 800. Bigi pale anang'ania tena, unajua tuna mabigi wako kupenda hela jamani. Sijamsema mtu jamani, msiweze kusema vibaya. Akamwambia wewe Bigi mshika hela kwanza. Asikia hiki kiasi ni shilingi 800. Alafu unajua tena sisi ni Masela, ulitukopa miezi 5. So kwa hiyo kama umetukopa miezi 5 nyuma, kwa hiki kiasi inabidi ukiongeze ulipe 1,000,000. Yaani hata kama tulikopesha 800. Sasa Mwamba akanashangaa, akasema sasa jamani, sasa mimi nitalipaje 1,000,000 kati niwakopa 800? Akasema ndio sheria zetu Masela hizo. Yaani Masela sisi ukitukaisha sana ila lazima ipande. Anasema wewe sikia sasa, usitufanye chochote, tumeshakwambia utulipe 1,000,000. Yaani hapa yenyewe ushalipa 800, bado laki kama 2 hivi za usumbufu. Yaani uweze ukatufanyia kama hivyo Masela, afu yenyewe Masela, afu ukizingua tutakupiga mbele ya nani, ya mama mtu wako hapo. Basi Mwamba akasema basi kusema ukweli mimi sikujua kitu kama hiko, kwa sababu mimi nichojua mimi ukimkopa mtu kiasi kile na unamlipia kiasi kile. Akasema wewe sikia, au ni wengine au katika nini za mkopo au kausha damu tutalipa kama hivyo, lakini kwangu mimi kwa sisi hapa utalipa na zaidi. Kwa hiyo sasa kwa sababu ulitusumbua unabidi ulipe 1,000,000. Pale bidada akadakia, akasema watalipaje sasa 1,000,000 katika kopa 800? Akaambia wewe mwanamke kaa kimya. Basi na Bigi akadakia pale polongo mbili kabisa, akae kimya pale. Wakaanza kuongea. Sasa bidada akaona hawa mashikaji inaonekana sasa hapo vizuri. Mimi mwanzo nilizaa tu namdai, kumbe ya mashikaji ni wa dikteta. Bibi pale akaanza kusema akaanza tu kujisemea tu kimoyomoyo, anasema mashikaji yanavyoonekana subiri tu nitakomesha. Mwamba hajasikia chochote pale kwa sababu bibi alikuwa anasema kimoyo
kimoyomoyo. Basi akaanza kumwambia da, kusema kweli kumbe mashikaji ndio alivyo hivi, kwa nini unaenda kukopa? Mambo anabaki kusema da, kusema kweli ni shida tu hizi hapa, mimi yenyewe singeenda kukopa, mimi yenyewe sipendi kukopa. Basi bidada akamwangalia tu pale kwa huruma pale. Sasa bidada ana kufanya ndio anamwangalia tu mwamba anavyonung'unika pale, sema da, nisije nitapata wapi hizo 200,000 kwa sababu mimi hapa yenyewe maisha yangu wenyewe hapa, yani hata kula kwangu wenyewe hapa ni kila tu hata matonge mawili tu, nashukuru Mungu. Basi bidada akawa anafikiria nini cha kufanya, bidada akaelewi. Haya bwana, siku ikawa imeisha kama namna hiyo pale. Na kukumbusha tu kusubscribe channel ya Safe Calls TV na usisahau kwenda TikTok kufollow channel yangu ya Safe Calls TV. Haya bwana, siku nyingine sasa inaajia mashikaji wamekuja na migogo pale, wamemfuata hadi mwamba akapiga magoti kaenda chini. Wewe vipi sasa 200,000 yetu ile jana ile ulikopo na mchumba wako pale, yani ile kakulipia hela afu ile unachukulia baridi tu. Sisikia sasa, sisi tunataka 200,000 yetu, wewe ulitulipa 800,000 hata kama tulikopesha 800,000, lakini sisi tunataka 200,000 yetu. Sasa omba akaanza kujitetea tu, anasema da, kusema kweli samahani, mimi naambia tu nitawapa tu hiyo 200,000 yenu, naomba tu mnivumilie, munipe muda kidogo, nitawapa 200,000. Mbona 800,000 niliwarudishia? Akasema wewe sikia sasa, wetu sisi umeshachoka kusubiri, hatuwezi tukasubiria tu, yani kila siku unatusubirisha wewe, yani hapa sisi hapa hatuondoki bila 200,000, la sivyo tunakung'oa hapa upanga. Sasa pale bidada pale anatokezea, bidada akaja na kaka yake. Huyo kaka yake anaitwa Sabalo. Huyo kaka yake bwana alikopo ni mwanajeshi, lakini sasa si unaelewa tena mazingira fulani yupo mtaani, bigi pale anabakia pale, anasema wewe sikia sasa 200,000 yetu vipi hapa. Sabalo anakuja pale na mshikaji wake pale. Sabalo anapigwa, mshikaji akaongea, "Wewe nyewe vipi hapo, mbona kama hivyo?" Washikaji wote mikono juu, yani wanamuogopa sana, mjue bwana Mjeda. Mwanangu kweli Wajeda respect kwao jamani, Wajeda wote Wajeda wote respect kwao. Akasema, "Wewe nyewe vipi, mbona kama hivyo, mlala chini, piga push up." Ukaenda chini pale akapiga push up, inuka juu hadi exit akapiga push up, akaambia wakaanza kumfagilia pale. Anasema, "Wasikie mnamfanya nini huyo?" Wakaanza kusema, "Da, sikukule tufanye chochote pale." Akaanza kushika miguu pale, Alex anakataa. Anasema, "Wewe nyewe sikia sasa, mimi hapa nimekuja kuambiwa kila kitu hapa, yenyewe dada yangu afu hapo unaomuona hapo mimi namjua." Akasema ndio wao wanafanya madikteta, walinikopesha 800,000 nimewalipa, lakini wanataka niongezee 200,000 kati elao walinikopesha nishalipa. Akasema wasikia sasa, nyinyi mambo hayo mnawafanya hiyo, sisi wanajeshi tukiwakuta tu kama nyinyi tunawazingua. Akasema kusema kweli samani sana, haturudi na wala sio sisi, kusema kweli huyu tuko tunacheza naye. Akasema wewe ulikuwa unacheza na nani? Nyinyi mlikuja hapa mkawa mnanipiga mnanipa madhabu sio nyinyi. Akasema wasikia sasa, yeye ndio unampa madhabu. Akasema sasa bigi ndio muoga huyo. Anasema da, kusema kweli samani, sisi hatujampa adhabu, sisi tuko tunaongea tunaye tu taratibu, afu ile tuko tunamwambia tu huyu ni bosi wetu, nataka tumfulie nguo. Ni bigi akaanza kudanganya. Akasema wasikia sasa, usinichukulie mimi mtoto, yani hapo unaanza kudanganya tu ovyo ovyo. Sasa sikia sasa, hapa yenyewe mimi nitawazingua wote ninyi wawili, yani ninyi kuwachanganya mimi dakika 2 tu nikiamua kuwazingua, amna yoyote naweza kufanya chochote. Afu wenyewe naona kofia yako lovaa hiyo kama inaendana na kofia ya kijeshi, kwa kofia yenyewe nataka kuvua, afu usinifanye chochote. Sasa pale akaanza kuongea, kwanza nyosha mikono juu. Sasa mimi nikiamua kupiga kareti zangu hapo, unajua mimi depo sijaenda kuuza mandazi kule, mimi depo nimefanya mazoezi miezi 6, afu ile mnakuja tu mnaanza kuonyaonya watu kiboya boya, afu unamwonea ndugu yangu nasikia jana mlipa maneno mabadi. Beti amekaa tu pale, kakake pale anaongea, unajua tena mabibi hao wanakopo wanalingia sana vyeo vya kaka vyao. Haya pale akasema wasikia, nitakupigisha gwaride bigi, samani. Akapiga pale gwaride pale dogo pale. Akasema wasikia sasa, hapa yenyewe nataka mchanganye mbaliga zenu muondoke. Akaanza kuwakimbiza, sema wewe vipi, mbona mkimbii? Tunakimbia kimbieni basi, mbona kama hivyo. Sasa pale mshikaji akawa anakimbiza wale mashikaji, huko bibi Beta akamfuata X, akamwambia vipi X, unaendeleaje? Akasema nipo sawa kabisa. Pale wale mashikaji walikuja pale kuniletea vujo, lakini kwa bahati nzuri mmewahi, kwa hiyo mmenisaidia, asante sana Beti. Akasema usijali, mimi nilikuahidi toka siku zile nitakusaidia, na yule pale ni kaka yangu, ni mwanajeshi, kwa hiyo amekuja pale, ndio maana unaona kama hivyo ndio nimekusaidia. Basi X akamwambia basi vizuri sana, mimi sikuamini kiukweli kama nitakupa utanisaidia kama hivyo. Kiukweli hata ile siku yenyewe ulivokumwagia maji ilikuwa ni bahati mbaya tu. Basi X pale na bibie pale stories zilinoga sana, akapiga story, bibie akawa anacheka tu pale, na X pale amekaa tu anaanza kumwambia, anasema kiukweli asante sana bibie, yani wewe umenisaidia, yani katika maisha mwangu umekuja kuongeza kitu, yani katika maisha. Akasema katika maisha yako nimekuja kuongeza kitu. Akasema kitu gani hiko? Sasa bibie akanampiga kama mtego fulani, anasema wewe
wewe elewa tu chochote. Basi bibi anaanza kumuuliza kitu gani hiko, wewe elewa tu hivyo, kwani kuna kitu unakuja kuongeza? Basi sawa, kama kuna kitu unakuja kuongeza, unaonekana vizuri kwanza niangalie. Basi bibi akaanza kumshikashika pale X, anakatwa anajikuna kuna pale uoga. Unajua tena mtoto huyu muoga, afu mtoto wenyewe akishua huyu, anaenda kumwambia basi kama vipi, hem twende hivi kwanza. Basi X akawa anajishauri, mimi niende, mimi ndio kufanyaje? Akasema msubiri kwanza niingie ndani, subiri niende. Yani kama anataka kwenda afu hataki, mara pale huyu anaanza kunyosha pale mdogo, lakini X akaamini, akakimbia ndani, akasema subiri kwanza, kuna kitu nataka niende nikachukue mara moja. Akasahau bwana, kumbe na shati lake bwana la mtoko, kaenda kulichukua shati lake juu ya kamba, huyu akaondoka na mtoko. Sasa siku ya pili yake bwana, mshikaji X anatoka ndani, anakuta wale mshikaji wawili wamekuja, wamenyosha mkono juu, anaanza kumuogopa, anasema samani bosi, kwanza sasa hivi ni bosi wetu. Haya pale na goma linaishi hapo, mama anaanza kujidaidai na kukumbusha tu kusubscribe channel ya Saif Collins TV ili mradi upate kwa kwanza kabisa kujipatia